Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, tunakukabidhini chuo hichi. Kinawezekana kama ambavyo amesema mwenyekiti, alisema alimkozi Rais mstaafu Dr. Amani, Dr. Abedi marehemu Mzee Karume, kama ni fedheha na aibu kupewa kitu kizuri ukakirudisha chini. Lakini inawezekana tunawakabidhi kitu si kizuri sana. Nyinyi sasa mtuonyeshe ubora, muimarishe, muking'arishe chuo kama ambavyo Zanzibar inang'ara katika sekta ya utalii duniani. Na tangu tumalize uviko hakujawahi kuwa na space katika hoteli zetu. All the time tunakuwa na full occupancy. Watu wa utalii huko Shweha ananiangalia hapa. Na mwenyewe mwenyekiti kwenye business hiyo, hata sitaki niongee hapa nikapata dhambi ya utalii. Lakini ni wazi Zanzibar baada ya pandemic tumeongezeka sana kiutalii. Serikali imetukabidhi dhamana hii kubwa sisi Wizara ya Utalii na chuo hichi. Usifanye business as usual. Mwanake nisema tumepewa tutaendeleza hivi kama tulivyopewa. No. Tuende mbali zaidi. Tukipaishe chuo zaidi. Tukijua Zanzibar ni kisiwa cha utalii, na utalii ni chain, sio tu huduma za ndani ya hoteli zinazofanyika. Lakini mbali na huduma kuna mambo mingi, hasa kipengele cha mila, desturi na utamaduni wa Zanzibar. Najua ni product moja adimu ya utalii wetu ambao watalii naikuta. Basi hichi chuo kiwe center of excellence of culture of Zanzibar. Iportray, ionekane. Yaani kisiwe chuo cha utalii, baadaye sisi ndio tukawa watalii. Yaani nikisema tukawa utalii, we know our strategic market. European West ndio ambao wanakuja. Kwa hiyo sisi tukawa wao. Ile dhana ya chuo cha utalii cha Zanzibar itakuwa si cha Zanzibar tena. Itakuwa ni chuo cha utalii cha Magharibi. Lazima tuwe chuo cha utalii cha Zanzibar. Tuone asili ya Zanzibar iko katika chuo hichi. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatoa fursa kwa vijana wetu, hususan wa Kizanzibari ambao kwa muda mrefu sana wamebaki nyuma, wanashindwa kutoa ushindani ule ambao unatakiwa. Tumesikia malalamiko mengi ambayo yanakuja hapa kwa vijana ambao wanatoka Afrika Mashariki, sitaki kuzitaja nchi mahususi, lakini vijana wetu wamekuwa kama ni wanyonge katika sekta ya kwao na katika nchi ya kwao. Sasa hiki chuo sasa, kaimu katibu pamoja na baraza lako mwenyekiti, twendeni, lengo letu tukabadilishe hiyo hali. Vijana wetu waajirike, na tusiishie tu katika kukusanya ada za shule, kwa sababu mara nyingi taasisi hizi tunaanza na malengo mazuri kwamba tuna target maalum, lakini mwisho wa siku tunakuwa tunafikiria pesa tu badala ya kufikiria ile end product. Hiyo mentality lazima tubadilishe. Mwenyekiti, wewe ni mdau katika sekta, unayajua mengi, una connections nyingi, tutazitegemea sana connections zako hizo ili kuweza kuwasaidia vijana wetu. Lakini pia kwa mahoteli ambayo yako hapa na wadau katika sekta, zile kozi ambazo zitakuwa zinatolewa mahususi ziwe ni chachu sasa ya kijana akishamaliza tu aajirike pale pale. Hakuna haja ya kusubiri.